Kitu gani kilikusukuma mpaka ukaingia kwenye wokovu? Of course sasa maisha ya kuitumikia dunia yalikuwa yamenichosha. Yamekuchosha? Yalinichosha. Ulitosheka na vitu vya kidunia tayari, ushamaliza kila kitu? Vitu vya kidunia naweza kusema haviishi. Yani haviishi, vipo tu. Isipokuwa sasa unaangalia kitu gani cha msingi ambacho natakiwa nikifanye. Yani kwa sababu baada ya hapa kuna maisha mengine. Ndio. Ninapoondoka sasa hivi nitakuwa nimeacha alama gani? Legacy gani? Na kule ninakwenda wapi? Kwa lazima nitambue kule ambako ninaenda. Kuna wengine wanaingia kwenye wokovu baada ya pengine ya kupata changamoto sana, kuumwa sana, kupata misukosuko ya kidunia sana, ndio wanabadilika na kuingia kwenye wokovu. Kwako ilikuwaje? Au uliamka tu ukasema mimi namtafuta mchungaji ni kaokoke moja kwa moja? Kwako ilikuwaje? Of course wengi inakuwa ni changamoto. Kama mimi naweza kusema pia ni changamoto. Ya kwamba kuona kwamba haya maisha sasa ambayo ninaishi hayampendezi Mungu. Naona na niliokoka lakini sikusimama kiimara, baadaye tena nikaanguka. Ukarudi kule. Lakini kwa sasa baada ya kupata tena wokovu tena mara ya tatu tuseme, kwa sababu kuna kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa ya kwanza kimwili, ya pili kiroho. Lakini kiroho tena nikazaliwa tena mara ya tatu tena. Hapo nilikutana na changamoto ambayo ilikuwa ni nzito, ambayo kwamba nilikuwa ni mlevi ambaye kupindukia ile. Yaani gari, wanasema gari lilikuwa limewaka moto. Ndio. Kwamba mimi kila kilevi nishakunywa. Kila kitu. Gongo, si uniambie banana, si pombe, mpaka pombe chafu hizi. Mataputapu wanaita yale. Ushakunywa. Sasa inafika wakati ile pombe inakupelekea kwamba unadharaulika. Hauheshimiki tena. Mtu ambaye ulikuwa ukiheshimika, lakini sasa unakuwa hauheshimiki tena. Nikaona haya maisha sio, inabidi nibadilike. Ilifika wakati mpaka nikaamua kuondoka kwenda nyumbani kabisa. Nikasema kwa sababu nyumbani kuna maeneo na kuna nini, inabidi nikafanye kazi Songea. Kwamba nikajijenge kwa namna nyingine. Muziki huu na uacha kwanza. Na ninakumbuka kabla sijaondoka pia kuna rafiki yangu ambaye ni mkubwa sana, nani, Hussein Machozi. Yeye yuko Italy. Tulifanya naye wimbo mmoja, alinipa hela nikafanya wimbo mmoja ambao unaitwa Tunafanana, lakini ule wimbo niliamua nisiutoe. Umeona? Nikamwambia kabisa, bwana Hussein, sasa hivi nimeamua kubadilika, nimehamia upande wa pili. Na yeye hakuweza kunipinga kwa sababu ni maamuzi ambayo nimeamua. Naona ingawa pia alipoteza hela yake katika kugharamia. Lakini namshukuru Mungu, ni mtu mmoja ambaye ni muelewa. Anaelewa. Kwa hiyo still bado ni rafiki yangu. Tunaendelea kuwasiliana. Kwa sababu kuna ukiacha kusema kwamba nimeokoka eti nimtenge mtu fulani, hapana. Mungu hahitaji hivyo. Yesu ni wa watu wote. Yeye sio wa dini wala sio wa dhehebu. Yesu ni wa wote. Umeona? Kwa hiyo siwezi kumtenga kwa sababu ya ule upendo ambao Mungu ameuweka ndani yangu. Kwa hiyo sikuweza kuufanya ule wimbo. Sikuweza kuuachia. Na ndiposa ikaja neema hii ambapo nikapigiwa sasa simu na babangu DCK. Akanipigia simu. Hapa kulikuwa kuna kambi ambayo inaitwa retreat. Hiyo inafanyika kwa mwaka mara 3. Hapa kanisani. Mwezi wa 4, mwezi wa 8 na wa 12. Kwa hiyo mwaka huu hapa inaanza tarehe 1 mwezi wa 4 mpaka tarehe 5. Okay. So alinipigia simu. Alikuwa anahitaji nifike mahali hapa kwa ajili ya kuhudhuria. Mimi nikamwambia sasa hivi niko mbali na nimeshaamua kutoka mjini kuja. Kipindi bado hujaokoka. Hapo nilianguka. Ulianguka, uliingia ukaanguka. Okay. Kwa hiyo akanipigia simu akaniambia unaweza kuja Dar es Salaam. Nikamwambia sitaweza kuja kwa sababu sasa hivi niko na shughuli nyingine, nimekuja kumsaidia mamangu. Unaona? Basi akaniambia mimi nitakutumia nauli, nahitaji uje. Sawa. Basi alipotuma nauli, mimi ikabidi nifunge safari.
cha ajabu sasa, kwa sababu pia umerudi nyuma. Njiani nimepiga mtungi, katika kushuka kuchimba dawa gari ikaniacha. Ikakuacha? Yani ulienda kuchimba dawa mwisho wa siku gari ulopanda ikakuacha. Ikawaje? Ikabidi nilala sehemu moja wanapaita Njombe. Kwa mtu tu mawasiliano sasa ikawaje na ile basi? Kwa hiyo ukaamua sikuwa na mawasiliano tena. Sasa mawasiliano basi limekuacha. Si uzembe wangu mwenyewe. Kwa hiyo ile siku ile ambayo ulopanga safari ukurudi tena ukalala pale, asubuhi yake ikawaje? Asubuhi sasa nikasema, nikampigia kwanza simu mamangu, mama, gari imeniacha. Sasa kama limekuacha si urudi? Nikamwambia hapana. Yaani akili sasa inagonga, inaniambia umeshatumiwa nauli. Baada ya kutumiwa nauli unataka tena urudi nyumbani? Hapana, hii safari unatakiwa ufanyeje? Uikamilishe. Ikabidi nimpigie simu sasa mchungaji. Nikamwambia, mchungaji, nimefeli, gari imeniacha, niko mahali hapa. Akaniambia, ulizia kutoka hapo mpaka Dar shilingi. Sawa. Nikaulizia, nikampata bei, nikamtumia, nikamwambia bwana, ikatumwa ile. Kwa hiyo ikabidi nichukue tena gari la jioni kuja Dar. Bwana, lakini imagine angekuwa ni mtu mwingine hana upendo, asingeweza kutuma, angeona huyu jamaa hivi. Lakini kumbe upendo wa Kristo upendo mkubwa una nguvu, alafu pia una uvumilivu ndani yake. Ndio. Kwamba mtu atakuvumilia katika haya. Pata picha, angekuwa ni mtu wa kidunia, amekutumia nauli, alafu umeachwa kwa uzembe wako, asingekutumia tena, asingetuma tena, angesema wewe bwana, ndio wale unalio, utajua wewe mwenyewe. Lakini mtumishi huyu wa Mungu aliona vision kubwa ambayo iko ndani yangu, na akaona kwamba kuna kitu ambacho kipo ndani yangu ambacho Mungu anataka akitumie kupitia kuwasaidia wengine. Kwa alipotuma ile nauli jioni, kweli kabisa safari. Nimefika hapa, ilikuwa ni siku ya Jumapili saa 4 na ibada inaendelea. Ikabidi niingie ndani kuoga, nikaingia ibadani. Unakumbuka ulivyoingia ibadani, ulikaa siti za mbele, za katikati, ama ulikaa mwisho kabisa? Nilikaa siti za mbele. Kwa sababu ni mgeni ambaye nilialikwa, nilikaa siti za mbele. Na nikaa sasa najiuliza, mwenyeji wangu yuko wapi? Kwa sababu naona wengine nimekaribishwa tu. Sasa mwenyeji wangu mbona simuoni? Baada ya muda fulani akaja, Joseph, tukazungumza pale. Baadaye nikaitwa, nikatambulishwa mbele. Baada ya kutambulishwa mbele, kwa maana hiyo sasa ikabidi ni okoke tena upya. Ukaokoka upya kwa mara ya ngapi hiyo? Ndio kwa mara ya tatu hiyo. Kwa hiyo toka pale, baada ya kufika sikurudi tena nyumbani, ndio mpaka leo hii tunapofanya interview. Ukurudi tena? Sikurudi. Wewe ni kanisa na wewe. Na kama unavyoona ni same tulivu, yani huwezi kupata ile mikashikashi ya kusema kwamba hiki na kile. Kikubwa ni ninachojifunza ni Mungu anichonge, neno likae kwa wingi ndani yangu, ili kusudi kuweza kuwafikia wale wengine. Sababu kuna neno ambalo nilisoma katika Biblia, ambalo hilo neno huwa ninapolisoma linanikumbusha vitu vingi sana ambavyo sistahili kuvifanya. Naona hii ni waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wa 15 mpaka 17. Nayo inasema msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. 16. Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Amen. 17 anamaliza anasema hivi. Ndio. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Amen. Kwa maana ukifanya mapenzi ya Mungu tunadumu hata milele. Lakini 18 anamalizia kwa kusema, anasema hivi: watoto, ni wakati wa mwisho, na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja,
hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. Kwa sababu hiyo twajua ya kuwa ni wakati wa mwisho. Amen, amen. Ni wakati wa mwisho. Nikasema utakuja kushare na watazamaji. Nikasema hili ni la kushare na watu watu wanaokuangalia, kwa sababu haya maisha lazima tujenge misingi ya maisha ya baadaye. Unapofanya kitu sasa hivi, jua kwamba kuna kizazi chako ambacho kinakuja nyuma. Kwa hiyo kisipokuta msingi ambao ni imara umeujenga, lazima na chenyewe kitetereke. Amen. Amen. Lakini pia sikuacha kusoma neno hilo, ndipo nikakutana na neno jingine. Hii ni Mathayo 11. Mathayo 11:28. Nayo inasema hivi. Inasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Nikasema unakugusa moja kwa moja. Sasa hapa si ndo nakwenda kutoa mzigo sasa. QJ inakugusa moja kwa moja. Ilikuwa inakugusa hiyo. Hii inanigusa mimi kabisa hii. Mizigo mingi ya kidunia umeibeba. Nikasema sasa hii inabidi kwenda kuitua. Cause inapofika wakati unakicontrol kitu, alafu baadaye kinakuzidi, kinaanza kucontrol wewe. It means hakuna ambacho utaweza kukifanya. Ndio. Kwa sababu chenyewe kitakuwa control. Na nikakumbuka babangu pia siku moja alinifundisha DCK. Kuna kitabu aliandika Bill Graham, akasema mtu akipoteza mali na vitu, hapo hajapoteza kitu. Akipoteza mali na vitu hajapoteza kitu. Na pia ukipoteza afya, ndio unakuwa umepoteza kitu. Sawa. Kwa sababu itakubidi uigharamie hiyo afya, yani ukae vizuri. Kama ulikuwa unaumwa, ukae vizuri, uwe na afya, ndio uweze kufanya mambo mengine. Amen. Ila kuna kitu cha mwisho hiki. Ukipoteza tabia, unakuwa umepoteza kila kitu. Ukipoteza tabia utakuwa umepoteza kila kitu katika maisha, si ndio? Yeah. Cause utakuwa umebaki wewe kama wewe. Hutamsikiliza Mungu, hutamsikiliza mwanadamu, hutamsikiliza yeyote. Utakuwa unajiendesha kwa akili zako. Na Biblia inakwambia mtegemee nani? Mungu. Usizitegemee akili zako wewe mwenyewe binafsi. Sawa. Na ndiposa sasa baada ya kumpokea Kristo Yesu, kuna utume mkuu ambao tumeambiwa tuufanye. Kama hapa ndipo nachongwa. Kwa hiyo katika kuchongwa huku ni kwa ajili ya kwenda kuokoa wale wengine ambao wapo katika giza. Kuna lile neno linasema mavuno ni mengi ila watendakazi ni wachache. Amen. Kwa hiyo tukija sasa tena, huu utume mkuu unatoka wapi? Unatoka hapa Mathayo 28 mstari wa 19 mpaka wa 20. Nayo inasema hivi. Inasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Huo ni utume mkuu. Kwamba kila mtu ambaye anaokoka akafundishwa, anayeokoka akabatizwa akafundishwa, ni lazima afanye hii kazi. Amen. Hayo ni makusudi ambayo yapo kwa kila mtu. Sio kwamba wewe umeokoka, wokovu ni wa kwako peke yako, hapana. Wa kila mtu. Ni wa kila mtu. Sawa. Ni wa kila mtu. Na huu utume mkuu uko sehemu hizi mbili katika Biblia, katika soma yangu. Uko sehemu hizi mbili. Sehemu nyingine ni kitabu cha Marko 16
15, 16 nayo inasema hivi 16, 15, 16 akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Enendeni ulimwenguni mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Kwa hiyo unaweza kupata picha gani hapo? Kumbe hata mnyama unaweza kumhubiria. Sawa sawa. Kwa sababu ikiwa mbwa unaweza kumfundisha vitu fulani na akaelewa, kuna uwezekano wa kumhubiria pia. Okay. Lakini kikubwa wewe umesimama. Sio mguu mmoja nje mguu mmoja ndani. Hautakiwi uingie na kutoka. Hautakiwi kuwa vuguvugu. Kama ukiwa moto, uwe moto. Sio vuguvugu. Kwa hiyo anakuambia hivi. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Kwa hiyo huu ndio utume mkuu ambao Mungu au Bwana wetu Yesu Kristo alituachia sisi ili kusudi tuweze kufanya. Sasa hivi kuna vijana wengi wanakuangalia, mtumishi wa Mungu, kuna vijana wengi wanakuangalia sasa hivi na wanatamani kubadilika, wanatamani wewe kama msanii ulikuwa kwenye upande wa huko Bongo Flava, usanii wa Bongo Flava, na sasa hivi unamtumikia Mungu, umeamua kuingia mazima. Unaushauri nini sasa vijana ambao wapo wanatamani nao kubadilika, wanachukua ugumu fulani? Wewe unawaambiaje sasa hivi wanakutazama? Kikubwa ni kufanya maamuzi. Ni kufanya maamuzi. Na unapofanya maamuzi ya kumpokea Kristo, sio kwamba utakuwa umekosea au utakuwa umepoteza. Hapana. Kwa sababu unapomjua Mungu kuna vitu vingi ambavyo atakufundisha kupitia Roho wake, kwa sababu kuna msaidizi ambayo yuko ndani yetu. Sawa? Cha kwanza amsikilize yule mtu wa ndani anazungumza nini. Kila mtu ana mtu wa ndani ambaye anazungumza. Na wewe sio hili vazi la nje. Mimi sio huyu. Mimi sio huyu wa nje. Huu ni mwili. Huu ni mwili tu. Yaani ni koti la huyu ambaye yuko ndani. Ambaye tunamzungumzia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Kwa hiyo sasa achukue maamuzi ya kubadilika. Kikubwa siwezi kumficha, ni lazima ulipe gharama. Mimi nimeacha muziki wa kidunia. Kuna nyimbo ambazo zipo katika account. Kuna marafiki ambao nimeamua kuwa nao mbali. Nimeamua kujitenga. Kwa sababu ili uweze kuzungumza na Mungu vizuri, jitenge sehemu ya faragha, uzungumze naye sirini. Ili kusudi unapokuja kutokea hivi, mtu akikuona na kuona huyu mbona sio yule. Huyu ni mwingine kashabadilika. Sio yule. Tunaweza tukachukulia kama Yesu alivyowatokea wanafunzi wake. Kuna badiliko ambalo huwa linatokea, ni kwamba unaona kweli huyu mtu sio yule. Kwa sababu Mungu anakupa hekima, maarifa na ujuzi katika kila ambacho utakifanya. Lakini hivi haviji hivi bila kuwa mnyenyekevu, kuwa mtu wa maombi, kuwa mtu wa kufunga. Ili kuweza kuvipata hivi vitu, kwanza inabidi ujinyenyekeze. Hata kama ni mkubwa, inabidi ujifanye mdogo. Kwa sababu ukishakuwa kama mtoto, inakuwa ni rahisi kufundishika. Amen. Lakini nikisema nivae ustaa ambao mimi ni QJ bwana, wewe utaniambia nini? Mimi kila sehemu nishapita. Siwezi kujijenga namna hiyo. Ni lazima nishuke. Unyenyekee. Ninyenyekee. Bwana, kuna hiki nakwenda. Na hiki nakwenda. Ingawa wanasema kwamba punda unaweza kumpeleka mtoni ila huwezi kumlazimisha kunywa maji. Sasa lakini sisi katika hili ni lazima uwe mnyenyekevu. Ukishakuwa mnyenyekevu, kuna vitu ambavyo utajifunza vingi sana. Na kuna saa nyingine hata kuna vitu unavijua, unaweza ukajifanya ujui ili kusudi uweze kujifunza vingine ambavyo huvijui. Ambavyo huvijui. Wewe ndio unaweza kufahamu kwa namna fulani, lakini
katika Biblia ukapata kwa namna nyingine ambayo kimafunuo zaidi. Okay. Maisha ya wokovu yapoje kwa sasa? Maisha ya wokovu ni mazuri. Niseme hivyo. Cause kuna wakati ukiwa huko duniani ukiwa una salari mfukoni, unaogopa kutoka hata hapo getini. Wanasema umatemate. Unaogopa kutoka hata hapo getini, lakini namshukuru Mungu ametufundisha kuishi maisha ya kawaida sana. Kuna mwingine hawezi kupanda daladala, hawezi kupanda bajaji, hawezi kupanda pikipiki. Kama saizi kajifungia ndani, yeye ishafika usiku ndo anakuwa popo. Unawakuta kwenye makanisa yale, makanisa ya usiku yale. Sasa nishakuelewa sana hapo. Lakini mimi naweza nikapanda daladala, nikapanda pikipiki, nikatembea kwa mguu, nikaongea na mtoto, nikaongea na mtu mzima, nikaongea na mzee. Ni vile Mungu anavyozidi kunichonga. Na kuna wakati mwingine unakutana na mtu kakufahamu, bwana unakaa unapiga naye story, unamuelezea iko hivi. Kuna mwingine unamwambia nimeokoka, bwana iko hivi na hivi. Najua ninakoenda. Huku kununu, watu ambao wanaita huku kununu. Kuna wakati mwingine mtu anakuambia bwana njoo hivi na hivi na hivi. Kuna wakati kuna mtu baada tu ya kufika hapo, mtu mmoja akanipigia simu akaniambia bwana kuna tamasha hapa, kuna 2,000,000. Bwana hapo sina hata 10. 2,000,000 ubaoni huku tena ushaokoka. Nishaokoka, sina hata 10. Majaribu hayana budi kuja. Majaribu yana majaribu mengi sana. Sasa mtu anakuambia kuna 2,000,000 afu kiangalia sina hata 10. Inatakiwa ukaperform ile. Yaani ndani ya lisali moja tu ushachukua 2,000,000. Nikajua huyu kabisa. Pale shetani alikuwa kazini. Nikajua kabisa, nikakumbuka yale Yesu alipokuwa anajaribiwa na shetani baada ya kufunga, wakati anafunga zile siku 40. Kama mwana wa Mungu badilisha jiwe hilo mkate. Imeandikwa. Bado nikapandishwa juu ya kinara jitupe, maana ameahidi. Milki zote nitakupatia hizo. Sasa vijana wengi wa sasa hivi wanapotea katika hilo kozo, wanataka vitu vya haraka. Okay. Kwamba mali ya haraka pasipo kutoa jasho. Hakuna, nikupe siri moja, hakuna kitu chochote ambacho unapata kwa urahisi kisiwe na madhara. Niliwahi kukaa na mzee mmoja siku moja akaniambia, mwanangu, plani nzuri yenye matokeo ni ile ya muda mrefu, sio fupi. Alafu inatokea ufanye bila kuacha kile ambacho umekianza. Itakusaidia. Ukifanya kwa kukatisha, maana yake kila siku utakuwa ni mtu wa kuanza vitu. Utaanza hapa, utaishi au uishie umeanza jingine, haujamaliza, umeanza jingine, haujamaliza. Kwa hiyo plani nzuri ni ya muda mrefu. Kwa hiyo kama tunampokea Yesu, basi natakiwa tutembee katika hiyo mikiki, shida, raha, kuokoa watu, kutembea katika hiyo, kwa sababu njia ile iendayo uzimani ni nyembamba na ionayo ni wachache, ila ile ambayo iendayo upotevuni ni pana. Na waionayo ni wengi.